Promon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Makocha wa Mlimani MBC, niseme alhamdulillah, kwanza tumeweza kuona mwaka mpya, nao ni time tena ya new season ya D-League, kwa maana kumalizia hii ungo ya kwanza iliyokuwa imebaki. Unaona, kianza na msimu uliopita, nikianza na mechi zilizopita kwa ungo iliyokuwa inakiendelea kabla tujaona mwaka, naweza nikasema kuna utofauti sana wa D-League ya sasa hivi na D-League iliyoisha na zingine ambazo zimeshapita. Utofauti unaonekana, kwanza tukiangalia kila timu sasa hivi inajiweza. Hakuna timu ambayo imekuja kushiriki. Ndio maana unaweza ukaona hakuna timu zaidi ya 5 au 4 ambazo hazijafungwa. Unaweza ukakuta ni timu 2 tu ambazo zinaweza zikawa ziko kwenye hiyo hali ya kutokufungwa, lakini kila timu ishaonjwa kufungwa, na hizo zingine 2 hatujui, labda ligi inavyozidi kuendelea zitaonja tena kufungwa. Kwa hiyo hii ndo inaonesha kabisa ligi ya sasa hivi haina mchezo, iko fresh. Umejipangaje sasa? Kwa sisi, niongelee sasa kama Mlimani BC. Kwa sisi kama Mlimani BC hatuna lose mpaka sasa hivi, lakini still bado tuna games nyingi kama 4 ambazo zimebaki kwenye roster yetu ya kucheza. Kwa hiyo nahisi maandalizi yalikuwa mazuri. Kuna short break ambayo ilikuwepo kwa ajili ya mwaka mpya, wachezaji tuliwaruhusu waende wakale likizo. Kwa hiyo tumeanza kutoka wiki iliyoisha, tumeanza kupokea wachezaji kurudi kufanya mazoezi kama timu, na wengine wameingia. Nahisi leo hii wengine tena watakuwa wanatoka majumbani kuja, lakini kwa maandalizi ya mechi ya kesho, hao ambao wanafika sasa hivi kutoka majumbani hawatakuwepo, ila tumejiandaa kukutana na wapinzani wetu ambao sasa hivi wako moto kweli kweli. Wako moto leo, Kings wako moto. Okay. Yeah. Una la kuzungumza kama mchezaji? Captain. Okay. Wakati huu, ndugu waandishi, kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa nafasi hii. Tumeweza kuona mwaka sote sisi na nyie, na mapambano yanazidi kuendelea. Binafsi naweza nikasema kama mmoja wa captains wa Mlimani Basketball Club, maandalizi tumefanya na sisi kama wapinzani wetu walivyofanya maandalizi. Sisi sote tunafahamu kwamba kwa kipande hiki kilichobaki au mechi hizi zilizosalia kukamilisha mzunguko zitakuwa sio za kawaida kama tulivyokuwa tumeanza mzunguko. Lazima timu zitakuwa zimejiandaa, zimejipanga, zimeboresha mbinu zao, na kwa namna moja au nyingine na sisi tunapaswa kujipanga, na naweza nikasema kwamba na sisi tumejiandaa, especially kwa kuanza mchezo wa kesho. Tuna michezo migumu imefuatana ambayo pia nayo tunahitaji na sisi kupata ushindi ili kuhakikisha tunajiweka katika sehemu nzuri. Kwa tutaweza kusema kwamba tutakubali na sisi kupoteza. Kwa na sisi pia tuna maandalizi yetu. Tunamshukuru kocha wetu kwa kuendelea kuimarisha mipango, mbinu, mikakati pamoja na morali kwa wachezaji. Kwa hiyo nipende kusema kwamba hayo yote tutaona kesho itakavyoendelea kwa mchezo wetu dhidi ya Leo King ambao utakuwepo usiku saa 1. Asante. Sorry. Okay, kwa majina naitwa Edgar Benedicto. Ni team captain wa Kibada Riders. Kwa kuongelea msimu namna tulivyoanza na mpaka sasa, of course Kibada wakati tulianza vizuri sana kuanzia kwenye practice. Msimu unavyoanza tulijiandaa vizuri sana, tulikuwa tuna maandalizi mazuri kusema ukweli. Lakini kitu ambacho kilichotokea Kibada, tulikosa game nyingi wakati tunafanya maandalizi ya ligi. Tulikosa game nyingi za kutuandaa kwa ajili ya ligi. Nadhani iko ni kitu ambacho moja wapo ambacho kimetukosti sana Kibada. Lakini tulikuwa tuna msimu mzuri, tulijiandaa vizuri kuanzia wachezaji
coaches, mentally tulijiandaa vizuri sana, physically tulikuwa vizuri sana, lakini tulikosa game nyingi ambazo hicho nadhani ni kitu ambacho mojawapo tulikosa. Tukiongelea msimu wa ligi ambao games na pamoja na ligi, kusema ukweli kibada hatujakuwa na msimu mzuri. Hatujakuwa na msimu mzuri mpaka sasa kwa sababu tumepoteza game nyingi kwa sasa hizi. Kwa hiyo tunajiandaa, hatujakata tamaa, tunajiandaa na kuanzia kesho nadhani tunataka kuhakikisha kwamba game ambazo zimebakia kwa kibada tunataka Mungu akijalia tuchukue game zote ambazo zimebakia, lakini hatujawa na msimu mzuri kusema ukweli. Shukrani sana. Huyu ni kocha wa... Asante kujiunganisha na nyinyi hapa. Tunashukuru sana kwanza. Kabla ya kujibu hilo swali, naingizia kidogo kwa mwenzangu, kwa captain, sorry. Yeah. Tume lose game nyingi, lakini lose ni pate kujenga. Tumeona makosa yetu, tumeyafanyia kazi, sababu tumepata muda kufanyia kazi. Tumefanyia kazi ya makosa madogo na makubwa pia. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo tayari. Game ya kesho tumeshajipanga mentality na physical. Game tutaishinda kwa sababu hamna namna yote ambayo tunaona sisi ambayo ni game tutai-lose tena. Hapana. Games ambazo zimebaki za sisi kibada tumeshajipanga. Kwa hiyo ndio hivyo. Thank you. Mpaka hauna la kusema. Yeah. Haya. Mimi naitwa Emmanuel Makasi. Mike, ndo mambo yako wewe. Emmanuel Makasi almaarufu MCC za Makasi. Mimi ni katibu wa timu ya Mbezi Beach Spurs. Naam. Unaizungumziaje season iliyopita na mmejipanga vipi kwa season hii ambayo tuko nayo sasa hivi tunaanza kesho? Season iliyopita ilikuwa ni nzuri. Yenye competition ya kutosha. Yeah. Lakini season hii hapa nafikiri imekuja kikubwa zaidi kwa sababu msimu huu uko mfumo wa makundi mawili. Kuna kundi A na kundi B, ambapo baada ya kumaliza mechi za makundi kutakuwa na kundi 4, timu 4 za juu ambazo zinaenda kucheza kwenye playoffs, na timu nyingi kwenye D-League msimu huu hapa zimewekeza kwelikweli. Na uwepo wa Stein TV na Stein Media cover the whole league umefanya mpaka ligi imekuwa kidogo na ina amsha imekuwa na mvuto sana. Hivyo basi inapelekea teams nyingi kuweza kuwekeza, na kila mchezo ambao unakuja kuchezwa unakuwa mchezo ambao ni competitive na wenye kurudisha pia wale ambao wanatazama nyumbani au wanatufuatilia kwenye mitandao. Ndio. Shukrani sana. Mmejipangaje? Kesho ni captain msaidizi wa Mbezi Beach Spurs. Ongeza sauti. Sawa. Kwa majina naitwa Jackson Seif Mrisho, ni mchezaji wa Mbezi Beach, captain msaidizi wa Mbezi Beach. 2020 msimu uliopita ulikuwa mzuri, lakini msimu huu umekuwa bora zaidi kwa sababu timu zimesajili na zimejipanga kikamilifu. Pia tunashukuru pia uongozi wa Stein katika kuonesha matangazo ya game zote hizi, wamejitahidi sana. Kwa hiyo sisi kama timu tumejipanga vizuri katika mechi zijazo. Tumefanya mazoezi na tunasikiliza makochi, nidhamu ya wachezaji wenzangu pia katika kupambania kufikia malengo ya timu. Asante. Kwa ukanda wetu kule tunajitahidi na malengo yetu sisi ni kupandisha timu kufikia RBA. Kwa sisi tunajitahidi kuwa mfano wa ukanda ule, kushawishi pia timu nyingine kuweza kushiriki mashindano haya. Labda niongezee kidogo manake kwa miaka mingi Mbezi Beach kama eneo imekuwa ikitoa wachezaji wengi sana kwenye timu zingine ambazo zinashiriki kwenye ukanda mwingine.
Sisi tukakaa tukasema hapana, inakuwaje miaka yote wachezaji wazuri wako Mbezi Beach huko na ukanda huu hapo pia ni mkubwa, haujawahi kutoa timu kwenda kushiriki katika ligi kubwa ya mkoa. Tukasema sio haba, basi tujipange, tutengeneze timu ambayo kwanza kabisa lengo kubwa ni kupandisha. Ikishapanda timu, ikishafika katika level ya kucheza katika mkoa, and then ndio tunaanza kurudisha wale wa zamani na kuongeza nguvu kwa kuleta wapya ili kuweza kukidhi mahitaji ya mchezo ulipofikia sasa hivi. Msimu uliopita tulishia robo finali kama kutokana na kumbukumbu nzuri, na haikuwa sehemu mbaya, japokuwa ilikuwa sio malengo yetu. Sasa kwa msimu huu tulichofanya ni kuweza kuretain wachezaji wengi ambao tulikuwa nao la season na kuongeza wawili watatu ili kutia nguvu katika kikosi ambacho kilikuwa last time. Kama mlikuwepo last season, mimi nilikuwa kama kocha, sasa hivi ni kiongozi lakini pia ni mchezaji. Kwa hivyo kwa msimu huu pia nina kazi mbili, kwa kiongozi wa nje lakini pia kiongozi ndani ya uwanja, ili kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo msimu uliopita tukiyafikia, msimu huu tunafikia. Na hiyo ni kupandisha timu kwenda kwenye ligi ya mkoa. Yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ongeza sauti. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kufika hapa salama. Kwa majina naitwa Ezekiel Brighton almaarufu Coach Sudi Black. Ni kocha mkuu wa Leaders Basketball Club ambayo iko msimu huu kwenye D-League ya ligi ya Dar es Salaam Tanzania. Msimu uliopita, lakini pia kuna swali kule nyuma, ulikuwaje na huwa sasa hivi una utazamaji, mlijipanga vipi? Actually msimu uliopita sikuweza kushiriki katika D-League kutokana na changamoto ndogo ndogo. Msimu huu nimejipanga, nimekuja tena upya. Always mimi nikija kwenye ligi na kuwa ni mzito. Nadhani wapinzani wangu wanajua kwamba Leaders ikija huwa inakuja mazima, na mwaka huu nimejipanga kwa kweli vizuri, na tumaini langu kubwa zaidi ninapanda msimu huu kwenda ligi kuu ya basketball Dar es Salaam. Una mbwembwe sana na wewe. Mbwembwe lazima, kwa sababu najiamini, always najiamini. Timu zote zinajua Leaders ni timu aina gani, D-League haijawahi kushindwa. Tujipange, always tunafika finali, na mwaka huu pia finali ile pale. Wasubiri RBA na kazi inakuja. Naomba nijibu kwamba mimi sijawahi kuwa Mbezi Spurs, na Leaders ni kubwa kuliko Mbezi Spurs kama ulivyokuwa ujui. Leaders ni timu ambayo imeanza misimu ya nyuma mitano. Mbezi Spurs imeanza sasa hizi nadhani na miaka kama mitatu. Mbezi Spurs ni wachezaji, ni timu ambayo iko ni jirani ninapoishi, na ndio maana napenda kuwa support pia kwa sababu napenda michezo. Swali lako la pili uhusiana na wachezaji, mimi always najua kuchagua wachezaji, na tegemeeni makubwa RBA. Mimi nafika RBA na mtegemee kabisa makubwa, mtaona wachezaji nguli mashuhuri wa ndani ya nchi na nje ya nchi wakijoin Leaders Basketball Club. Kwa majina naitwa Joseph William Maendaenda aka kwa majina naitwa Joseph William Maendaenda aka Coach Kobe aka among of the best coach in town. Kwa huu msimu unavyoanza, jambo la kwanza kabisa niseme tu na nimpe hongera ndugu yangu Sudi Black. Timu ya Leaders kwenye msimamo ipo sehemu nzuri sana. Kwa na kama ndugu yangu Sudi Black nikaona sina budi ndugu yangu na mimi kujaza kikosi kiwe kipana zaidi. Kwa upande wa Leaders Club na ICSA, nobody can stop us. Hakuna. Hata hizo timu ambazo zipo RBA zijichunge sana kiumakini. Yaani wawe na akili ya ziada. Kama Sudi ameungana na hiki kichwa mnachokiona mbele yenu hiki, na hisi mnakitambua baadhi yenu. Mimi yangu ni hayo. Okay. Kusema mwanzoni kwenye benchi la Mbezi Beach, na Mbezi Beach nilikuwa ni timu yangu, lakini kwa sasa hivi nimeshifti, nipo na Leaders. Kabla ya kushifti kwa na Leaders kidogo hapa kati nilikuwa nimepata changamoto, nilikuwa sipo kabisa maeneo haya. Kwa Sudi Black akaniambia kokote ulipo huko, toka ulipo huko, nitakupimia hata tiketi ya ndege ufike Dar es Salaam uje tufanye kazi. Mimi ni nani? Mimi ni nani nikatae? Eti ndugu yangu, kwa hivi nikatae? Huwezi kukataa. Siwezi kukataa na sina sababu kukataa. Mimi yangu ni hayo. Siku zote
mimi kwenye philosophy zangu za kocha, yani ukiwa mchezaji, ukiwa kocha, yani lazima uwe na discipline. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima uwe na teamwork. Jambo la tatu, lazima uwe na individual skills. Kama vitu vitatu hivyo ukiwa hauna, I say hata kama wewe uwe LeBron James ule kwenye timu yangu, hicho kitu una hata kimoja hapo, utakaa tu kwenye benchi. Sasa naona philosophy yangu hiyo, hata Sudi Black yenyewe imenivutia, na the way ninavyokuwa nafundisha akasema this is the guy, this is the coach. Coach Hiporita Mtongoda, nafahamika kama Coach Hipo. Tumejipanga vizuri sana. Najua iko frustrating kwa sababu game zilizopita tumerudi zote. Kwa hiyo tumejipanga vizuri sana kuelekea game zinazofuata. Tumeongeza mazoezi, focus na determination, na tunarekebisha pale tunapokosea. Swali upande wa coach. Sio kwamba hatufanyi vizuri. Tunafanya vizuri. Sehemu ambao watu wengi wanaangalia sana, wanaangalia scores for numbers. Lakini ukiangalia performance yetu from the first game mpaka hapa tulipofikia, performance yetu imekuwa ikimprove from day to day. Kwa tunategemea hata tuende kukutana nao kesho wajipange. Haya, ni coach. Kwa majina naitwa Igaloka Bantu. Ongeza sauti. Kwa majina naitwa Igaloka Bantu. Okay. Yeah. Big pita vizuri, but it was hard because my team is still young. Yeah. Na kwa hiyo sijui vizuri. Bado kidogo. Bado tuna kazi, bado tuongeze mazoezi. Yani ni ngumu sana, lakini itakuwa poa. Umejipanga vizuri na mnarudi vizuri siku ya kesho. Tunarudi vizuri ndio, lakini sio sana kabisa. Sio sana kabisa. Yeah. Umejipanga kiasi. Okay. Karibu sana. Asante. Haya, alikuwa ni kiongozi mwakilishi kutoka kwenye timu ya Game Time Squad. Kwa majina naitwa Daudi Leonardo Sturi, ni assistant captain wa Magone Basketball Club. Sisi tumejipanga vizuri, tumejiandaa kwa takriban wiki 2 na tunautaka mchezo wa kesho na michezo yote iliyobaki, kwa sababu hiyo mchezo tukishinda ndio itadetermine sisi nafasi yetu kwenye playoff, na tukipoteza hata mchezo mmoja itakuwa ndio safari yetu na nguvu zetu zimeishia hapo. Kwa hiyo kila mchezo uliobaki katika michezo yetu miwili ni kama finali. Tunacheza kwa nguvu kama timu tuweze kupata ushindi ambao utaweza kutupelekea kwenda playoff. Yeah. Swali? Kwanza kabisa tumetumia mapumziko hayo kwa ajili ya wachezaji kupata recovery. Wachezaji wamehakikisha wanapumzika, alafu tukarudi tena lab, tukaanza mazoezi, tukaziba ile mianya na mashimo yote, na ili tutatoa mchezo mzuri kwa game zinazokuja. Kwa majina naitwa Owen Oscar Moleo, ni mchezaji wa Don Bosco VTC, pia captain. Juu ya maandalizi yetu kwa ajili ya msimu huu mwaka mpya ni obviously kushinda game zilizobakia, kufika playoff na kushinda final na kupandisha timu kwenda ligi kuu ya Dar es Salaam. Okay. Swali? Shukrani. Okay. Kwa majina naitwa Ebeneza Daniel. Ni captain wa Leo Kings. Last season tulicheza lakini hatukuweza kufika hatua ya playoffs, lakini tuliofika msimu huu tulijaribu kurekebisha, na kuna maelekezo tulipewa na coach. Moja kitu ambacho alituinspire sana ni kucheza kwa umoja na kama familia, yani tupush picha makosa ya mwenzako, tucheze wote kwa pamoja. Kwa nadhani ndio kitu ambacho cha tofauti na mwaka jana ambao tumejaribu kukirekebisha kwa kiasi kikubwa. Sasa na round hii tunarudi tena, lengo letu kubwa ni kuweza kufika kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo tutafanya juu chini kucheza kwa kadri uwezo wetu, kufuata maelekezo ambayo tupewa yote na makochi wetu, na kuweza kucheza kwa nguvu hatimaye kuweza kufikisha hatua hiyo. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.